Nakukaribisha rafiki yangu mtazamaji wa chaneli yetu nzuri ya Warugwa TV katika kipindi kizuri cha kujifunza neno la Mungu. Siku leo ninakusalimu kwa jina la Bwana. Naamini haujambo na ni mzima kabisa. Natamani tujifunze maneno machache katika kitabu hiki cha Biblia. Kitabu cha Ezekieli sura ile ya 18 fungu la 20 kinasema, nafsi itendayo dhambi itakufa. Najua unafahamu. Umetenda dhambi mara ngapi? Dhambi gani uliyoitenda na kwa nini? Pengine ni mshawishi wa rafiki, ama pengine ulipanga kutenda dhambi, ama huenda wakati mwingine ni dharura imetokea umetenda dhambi, kwa hata wewe hauelewi unatendaje, ila umetenda dhambi. Biblia imesema roho itendayo dhambi itakufa. Inaposema kila nafsi itaonja mauti, hizo kauli zinasikika sana. Biblia haisemi hivyo, lakini Biblia inasema roho itendayo dhambi itakufa. Nilikuwa nasahihisha katika hilo, wengi huwa wanasema hivyo, kila nafsi itaonja mauti. Biblia haizungumzii habari hiyo, lakini Biblia inazungumzia nafsi itendayo dhambi itakufa. Ndio wanakufa hata wale ambao hawatendi dhambi, lakini kifo anachokizungumzia ni kifo kile cha milele. Yesu anapokuja mara ya pili, kuna watu watakatifu watakutwa wako hai na wataenda mbinguni, hawataonja mauti. Kwa ni kinyume kabisa cha kitu kinachozungumzwa kila nafsi itaonja mauti. Hasha, sio andiko la Biblia. Lakini kitabu cha Isaya sura ya 59 Biblia inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu, na vidole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu. Midomo yenu imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Tumekuwa ni wanadamu ambao tumetenda dhambi, tumemkosea Mungu. Ndimi zetu zimenong'ona ubaya, mikono yetu imemwaga damu, mafikara yetu yamekuwa mabaya kwa sababu tumefikiria dhambi. Mikono yetu imetenda dhambi kwa kuona, macho yetu yametenda dhambi, mikono yetu imeshiriki, miguu yetu imekimbilia katika uovu. Sisi tunafahamu namna gani tumemtenda Mungu dhambi, lakini bado Mungu anaendelea kusema ya kwamba sisi tunaweza tukapona licha ya kwamba sisi ni waovu. Lakini ukiangalia hata kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 14 fungu la 3, Biblia inasema wote wamepotoka, wameoza, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Sasa jicho la Mungu likiangalia linaona hakuna anayetenda haki hata mmoja, hakuna anayetenda mema hata mmoja. Lakini Biblia inajaribu kututengenezea taswira ya kujiona vile tulivyo wenye dhambi, ili sisi tupate toba. Tumombe Mungu tupate toba na ondoleo la dhambi, tupate msamaha kutoka kwake. Katika kitabu cha Warumi sura ile ya 3 fungu la 23 kinazungumza mambo kama haya. Warumi sura ile ya 3 fungu la 23, Biblia inasema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna ambaye hakutenda dhambi, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mimi, wewe, jirani yako, jirani yangu, rafiki zetu, ndugu zetu, baba, mama, wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kumbe kila mwanadamu anapotenda dhambi anapungukiwa na utukufu wa Mungu. Tumepungukiwa na utukufu wa Mungu mara ngapi? Jiulize tu hilo swali. Umetenda dhambi mara ngapi? Siri au wazi? Na dhambi nyingi tunazozitenda ni za siri, na tunajidai kwamba hatuonekani. Tumekufa kiroho. Kila nafsi itendayo dhambi itakufa. Tumetenda dhambi mara nyingi bila kujali, tunaona ni kawaida. Lakini kitabu kile cha Zaburi cha Isaya sura ile ya 1 fungu la 18, yako maneno mazuri ambayo yanasema hapa, njooni tusemezane, tukae chini na Bwana tuzungumze. Japokuwa dhambi zenu zijapokuwa nyingi sana, zijapokuwa nyekundu sana kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji.
hata kama ziwe kama mchanga wa bahari, Bwana atasamehe. Ni kinywa cha Bwana kinanena hayo, atasamehe. Hata kama ziwe za namna gani, zitakuwa nyeupe kama theluji. Tukikubali na kutubu, Bwana atasamehe kabisa dhambi zetu. Hivyo ndivyo ambavyo mtunzi wa kitabu cha Isaya, mwandishi wa kitabu cha Isaya alivyoandika. Ameeleza vizuri kabisa. Mungu anatuita tusemezane pamoja naye. Je, unaweza kuwa miongoni mwa watu ambao wanaombi kama mimi? Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 fungu la 28, Biblia inaeleza namna ambavyo sisi tunavyoitwa na Bwana. Haya, njoni tusemezane. Njoni tusemezane katika kitabu cha Isaya. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 fungu lile la 28, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Sisi tukimwendea Bwana, ameahidi kutupokea mizigo yetu ya dhambi. Haijalishi umekosea mara ngapi, haijalishi wewe ni dhambi kiasi gani, ila Mungu ameahidi kukupokea. Fikiri, maisha ya mwanadamu yamejaa dhambi. Yamejaa dhambi sana. Tena dhambi nyingi. Na mambo yanayosababisha dhambi kwa mwanadamu ni mengi. Kuna vikwazo, kuna dhiki, kuna maudhi, kuna maonjo mengi. Hayo yote yanatufanya sisi kumkosea Mungu. Maisha ya mwanadamu yamejaa dhambi. Shetani ndiyo kiongozi wa maovu yote. Anatutrigger kuingia katika dhambi na tunafanya dhambi. Kumbuka nilio kusema mahali kwamba dhambi kwa lugha ya Kiingereza wanasema kwamba sin is like salty water. The more you drink, the more you want. Utafanya leo, utafanya na kesho. Lakini kitabu cha Warumi sura ile ya 6 fungu la 1 anazungumza ni tudumu kuendelea kutenda dhambi kwa sababu neema ipo? Lakini hasha, hatupaswi kufanya hivyo, kwa sababu tutadumuje kutenda dhambi sisi tulioifia? Tumepokea neema ndio, lakini tutadumuje kuendelea kutenda dhambi wakati sisi tumeifia dhambi? Hatupaswi kuendelea kufanya hivyo. Na Mungu amesema atatupumzisha sisi. Sasa masumbuko yote hayo ambayo yanayosababisha dhambi, Mungu sisi atatupokea. Je, linaweza likawa ombi lako leo ya kwamba sitazifanya tena Bwana, sitazifanya tena zile dhambi nilizozitenda. Bwana, naomba unisamehe. Naja kwako Bwana, naomba unipokee. Najua utanisafisha, utanisamehe maovu yangu. Najua unanipenda, hautaniacha, utanipokea. Unisafi dhambi hizi, sitazirudia tena. Liwe ni ombi lako, mimi na wewe. Sitazifanya tena zile dhambi nilizozitenda. Bwana, ninaomba unisamehe. Bwana ni mwingi wa rehema, mwingi wa fadhili, mwaminifu, atakusamehe kabisa. Lakini ondoka na hili. Kuna wakati unaweza kuwa umeingia katika tabia mbaya, pengine ni uzinzi ama uasherati ama uvutaji wa bangi ama matumizi wa madawa ya kulevya. Ukiomba kwa dhati, Mungu atakusamehe. Lakini unapoonekana utashi wa mwanadamu ni kwamba natamani mpaka yale makovu ya dhambi yasamehewe, yafutike. Lakini sio kweli. Mungu akisamehe, anasamehe. Haimaanishi mpaka aondoe ugonjwa ulioupata kupitia uzinzi, ama ugonjwa ulioupata kupitia uasherati, ama ugonjwa ulioupata kupitia kutumia madawa ya kulevya na mambo mengine. Lakini Mungu anasamehe kabisa. Ndio maana alikuita, njooni tusemezane. Njooni mlio na dhambi, mimi nitawapumzisha. Liwe ombi lako leo, Mungu nisamehe. Sitazifanya, sitarudia kwa namna yote ile. Katika dhambi zozote nilizozifanya, nisamehe. Jitoe kwake leo. Iwe heri kwako. Unapompokea Bwana, mpokee kweli kweli. Usitende dhambi tena. Katika kitabu cha Yohana ameeleza yule mgonjwa aliyekuwa ameumwa kwa muda mrefu. Yesu akamwambia, chukua godoro lako uende. Alimwambia, kumbuka, sasa umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Nawe nakuita leo, unapoomba msamaha, usitende dhambi tena. Mungu atubariki tunapoacha dhambi, tutafute utakatifu, tuwe na imani yake ili kusudi ajapo mara ya pili, maana hakitaingia kinyonge mbinguni. Twende mbinguni kwa sababu tutakuwa tumekamilika. Mungu akubariki, tuache dhambi.